Ukipewa shilingi milioni 10 sasa hivi, utaitumia kufanya nini? Ngoja nikwambie, watu wengi sana ambao hawajui wakipata pesa nyingi wataifanyia nini. Huwa wakipata hiyo pesa inapotea pasipo wao kujua imepoteaje. Nikwambie, hakuna pesa nyingi ambayo unaweza ukaishika kama haujui unaweza ukaifanyia kitu gani ili iweze kuongezeka ili kupatie pesa nyingine zaidi. Mfano, kuna watu ambao huwa wanashinda kwenye mambo ya betting. Unakuta mtu ameshinda milioni hata 100, unakuta mtu ameshinda milioni 500, lakini baada ya muda mchache unakuta ile pesa imeisha. Kuna watu wengi ambao tumeona wameshiriki mashindano mbalimbali, wamepata mamilioni ya pesa, lakini baada ya hapo wamepoteza. Sema baadaye, baada ya kuja kujifunza kuhusiana na mambo ya fedha, wakaja wakapata pesa hata ndogo ndogo na zikawasaidia wakaweza kukua. Kitu gani ambacho hapa nitaka kukwambia? Uwe una pesa sasa hivi au uwe hauna pesa, hakikisha kwamba unaandika mpango mkakati au unakuwa una mawazo ambao unajua nikipata shilingi milioni 5 nitafanyaje hii milioni 5 niweze kupata shilingi milioni 10. Nikipata shilingi milioni 10 nitafanyaje hii shilingi milioni 10 niweze kupata shilingi milioni 20 na kuendelea. Hiyo itakusaidia sana kwenye kila pesa ambayo unakuwa unaipata, inakusaidia kuweza kupata pesa nyingine. Na hii ni falsafa ambayo mimi ninawaambiaga watu wengi sana ambao wananifuata. Wananiambia kwamba Kelvin, nina mtaji wa kiasi fulani, nifanye biashara gani? Na mtaji wa kiasi fulani, nifanye biashara gani? Nikwambia hakuna biashara ambayo ni sahihi. Kitakachokusaidia uweze kufanya biashara na ikafanikiwa ni kwanza wewe kuwa na njaa. Njaa itakusaidia utakapoingia kwenye biashara. Utakapoingia kwenye biashara, uifanye kwanza kwa mwendelezo. Usikate tamaa, lakini pia upambane kutafuta pesa, na hata ukipata usiridhike. Na huwa ninawafananisha watu ambao wana njaa ya mafanikio na simba mwindaji. Simba ambaye anawinda mwenye njaa, hata akikosa mnyama sasa hivi atapambana aende sehemu nyingine apate mnyama mwingine, lakini hatokubali kulala kama hajapata nyama ya kula ili aweze kuondoa ile njaa yake. Inabidi uige falsafa ya simba. Chochote kile ambacho unakifanya, hakikisha kwamba unapambana ili uweze kupata zaidi. Yani kama vile simba, ukikosa hapa unaenda kutafuta sehemu nyingine, lakini kikubwa usikubali kulala pasipo kupata kile ambacho unakihitaji. Ni kwenye biashara, ni kwenye ujuzi, ni kwenye ufundi, ni kwenye kipaji. Hakikisha kwamba unakuwa ni mtu ambaye ana njaa. Unamuona role model wako, umefuatilia sehemu gani ambapo ametoka, alikuwa hana kitu, lakini kilichomsaidia akafika hapa alipo ni ile njaa ya kufanikiwa. Kama hauna njaa, hautaona kitu cha kufanya, lakini kama una njaa, lazima utatafuta kitu cha kufanya na utakipata na utafanikiwa kwenye hicho. Vipi wewe, una njaa au ukipata shilingi milioni 10 ndio utaanza kutafuta biashara ya kufanya?